Leo nitakwenda kuongelea swala zima la utapiamlo. Utapiamlo au malnutrition ni ile hali ya mwili ambapo mwili unakuwa hupati virutubisho vya kutosha kwa ajili ya ukuaji na afya njema, au mwili umepata virutubisho zaidi ya mahitaji yake. Hiyo nayo ni aina ya utapiamlo. Kwa hiyo utapiamlo unaweza ukawa ni upungufu wa virutubisho au kuzidi kwa virutubisho mwilini, inapelekea utapiamlo. Huko utapiamlo aina nyingi. Kwanza kabisa kuna uzito pungufu, kuna ukondefu, kuna udumavu, kuna kiiba tumbo na uzito uliozidi. Una uzito uliozidi kawaida na kiiba tumbo, yani uzito uliokithiri. Hizi ndizo aina 5 za utapiamlo: uzito pungufu, ukondefu, udumavu, uzito uliozidi na uzito uliokithiri. Aina 5 za utapiamlo. Hizi mara nyingi sana huwa zina apply kwa watoto, ila kwa watu wazima huwa tunapima tu uzito pungufu, uzito wa kawaida na uzito uliozidi na obesity au kiiba tumbo. Ila kwa watoto ndio tunaangalia pia udumavu, kwa sababu watoto wanakuwa, anapokuwa anaendelea kwa kimo, hiyo ni utapiamlo pia. Utapiamlo una visababishi vingi sana. Utapiamlo, kwanza kabisa, sababu ya kwanza ni mtoto kutokunyonyeshwa exclusive. Yaani mtoto huyu chini ya miezi 6 hajanyonyeshwa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya mwanzo ya uhai wake. Mtoto huyu unakuta hajapata maziwa ya kutosha. Wale miezi 0 mpaka 6 ni kipindi muhimu sana cha ukuaji wa mtoto. Hivyo anapokosa maziwa ya kutosha kutoka mama yake, ameanza kuongezewa vitu tofauti, au mama anayonyonyesha yule hana lishe bora vizuri, hapati maziwa vizuri, mtoto huyu lazima atakuwa na hatari ya kupata utapiamlo. Kitu cha pili ni kuanzia tumboni. Tena hii ndio ile ya kwanza, yaani lishe duni ya mama mjamzito inapelekea utapiamlo kwa mtoto wake. Utakuja kuwalaumu watu baadaye, na watu wengine hata mtoto apewe nini aongezeke uzito, ila chanzo kilianzia tangu tumboni. Ndio maana mama anapotaka kubeba ujauzito na anapojifungua ni mjamzito, ni vizuri kwanza kliniki na ni vizuri kuzingatia zile kanuni zote za afya, ili kwamba mtoto aliye tumboni akue vizuri. Na ni muhimu mama aliye mjamzito kuzingatia lishe bora ili mtoto akue vizuri. Kwa hivyo kukosa lishe bora kipindi cha ujauzito ni chanzo kimoja cha utapiamlo kwa miaka ya baadaye ya mtoto, miezi ya baadaye ya mtoto. Hawezi kukua vizuri kwa sababu tangu tumboni hakutengenezwa vizuri. Kitu kingine ni kumpa mtoto vyakula vya aina moja. Mtoto akipata vyakula vya aina moja pale anapoanza kula, sasa ifika miezi 6 na mtoto akawa anapewa chakula cha aina moja, inapelekea pia utapiamlo. Mtoto anatakiwa apate vyakula mchanganyiko kutoka katika makundi yote ya vyakula, ikiwepo mboga za majani. Kwa hiyo mtoto wa miezi 6 lakini hajawahi kula yai, hajawahi kunywa maziwa, hajawahi kula mboga wala matunda, why anakunywa tu uji. Tena uji wenyewe sio wa lishe, inapelekea sana utapiamlo. Lakini kitu kingine ni kuugua mara kwa mara. Mtoto anapougua mara kwa mara atakosa kula vizuri, na akikosa kula vizuri anashinda kuongeza kula. Ndio maana mtoto akiumwa tu kuwahi kumtibia, usiwe daktari umtibu mwenyewe. Joto unampima hivi, hii homa tukuja kesho tutaenda hospitali. Unapomkabilisha mtoto kwenda kumpima na kumtibu, ndio inaleta kukithiri kwa magonjwa ambapo kunapelekea sana mtoto huyo akapata utapiamlo. Kitu kingine ni maradhi. Kama wale watoto wenye HIV, lazima ulaji wao unakuwa dhaifu, kwa hivyo mtoto hawezi kula vizuri, hivyo atapata utapiamlo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuzingatia hivi vitu vyote ili mtoto awe na lishe bora. Dalili za utapiamlo. Ya kwanza ni kutokuongezeka uzito. Mtoto asipoongezeka uzito miezi 2 mitatu mfululizo, chukua hatua. Fuata ushauri wa wataalamu, tutafute tukuelezee na tukushauri nini cha kufanya. Usiache. Kitu kingine ni nywele kunyonyoka. Nywele zinanyonyoka, kuzope au zinakuwa laini nyepesi kama za nywele. Cha kingine mtoto kukosa uchangamfu. Mtoto yule anakuwa hana uchangamfu katika kucheza, kufanyaje. Kingine hatua zinarudi nyuma. Badala alikuwa anakaa, sasa aendelee kwenda kusimama na kutembea, anarudi nyuma tena. Kwa sababu mwili haupati virutubisho vya kutosha vinavyomsaidia katika ukuaji na afya njema. Kitu kingine ni mtoto anakuwa anaumwa mara kwa mara kwa sababu kinga za mwili zinakuwa zimeshashuka. Sasa magonjwa mnyemelea sana. Hiyo ni dalili nyingine ya utapiamlo. Nyingine ni kuvimba. Mtoto anavimba uso, mikono na miguu, na hata ukibonyeza hivi inabaki tobo. Hiyo ni dalili ya utapiamlo. Unapo dalili hizi, wahi kupata ushauri wa mtaalamu. Utapiamlo si kulogwa wala uchawi. Utapiamlo ni hali ya kiafya ambayo inaweza kutibika endapo utawahi. Lakini kitu kingine ni hali ngumu ya kiuchumi. Uchumi au majanga ya njaa na kadhalika. Ndio maana sehemu kama hizo zinaathiriwa sana na utapiamlo kwa watoto. Kwa hivyo unapo dalili hizo, hapa nimeongelea sana kwa ule utapiamlo ambao ni upungufu wa virutubisho. Kuzidi kwa virutubisho na vivyo hivyo inaanzia tumboni
Baba mama alikuwa anakula sana vyakula vya aina hiyo, kuongeza sana uzito na mtoto naye anaongezeka uzito. Anapokuja kuzaliwa basi unakuta anaongezeka spidi na ingine ni genetic. Kama mtoto huyu genetically anapotengenezwa kuna vitu vimeapia huko tumboni na mtoto unakuta anakuwa mnene. Inawezekana anaweza kuwa tu wembamba lakini yeye ndio kifo ilivyokuwa. Kwa hiyo kama unasumbuka na hivyo vitu tafute, nikushauri ni namna gani ya kutoka